Esabari yo wonjirira no murubire koretwa asore negetaseni kia Ndizi TV na inche Frida Kerubo astogotalira abonjiriria a imene isiko yorogongorwa Gusii twasangana barabona kibacha gete obonjirire bwabo na kiba imukiri egetambukiro kyogo chakia gosigyo komenta chinchira chinya asokwene kibunango kinya bare obonjiriria abwabo nigo bagotoerera mechando kibagwetera ase obonjirire bwabo nabo amatuko abosio nara ibara chigo ikirane nigo mwanchi umurigerere abuna omugorobo bona igango kwarigani bene oikaranse oikechinga kitokumera no monchereria oyomo oyogoterera ndia chagete oboncherere bwaye ningi kiagereta kaimuki getambukiro nagochora obonchereri obwiga iga ikaransa oike elinde twesemie amange inyora asinsemo chimitandao nabagotonya gwetera asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital naboiga asensemo ya YouTube nabagotonya gwetera Ndizi TV News asensemo ya website nabagotonya gwetera www.ndizitv.or.ke ongera libagerigaria bene chinga kito kuchikomera no monchereria oyomo elinde atoerere naki akorokwa naga iganga itole nande mbonchereriki agokora karibu sana sana nango ber itinadi adima ber yo mwanche umurigereria winere omonchereria bweri tukoria rero buno igwete atokwaniri buye igati ngato tebyerie taria nande iganga itole nande mbonchereriki bori agokora sasa unaweza ambia mpenzi mtazamaji unaitwa nani na hapa ni wapi tuko na ni biashara gani unajihusisha nayo? Yes, mimi kwa majina naitwa Joshua Odiwurseto. Naishi hapa Kisii kwa biashara hii ya Mitumba na kushona. Yes. Asante sana. Sasa unaweza ambia mpenzi mtazamaji ulianza lini hii biashara yako? Biashara hii ya ufundi nilijifunza kuanzia 98, 99 nikamaliza. Sasa nikaanza mambo ya kazi sasa. Mpenzi mtazamaji angependa kujua ni kazi ulipenda tangu ukiwa utotoni ama ni venye ulikuwa mtu mkubwa ndio ukaichagua hii kazi? Hii kazi vile tulisaliwa familia ambaye hatungeweza kusoma sana. Sasa nilionelea hakuna vile tungeendelea na masomo. Wazazi tukashauriana ya kwamba niweze kujifunza kazi ambayo itanisaidia siku za usoni. Ndio. Pengine mbona ulichagua hii kazi? Mbona ulichukua step ya kuchagua hii kazi ya kushona ama ya ufundi? Kwa wakati ile nilijifunza hii kazi, nilikuwa mdogo. Nilikuwa natamani sana ile kazi ya ujenzi. Kwa vile nilienda kwa mjomba akaniambia hapana, sasa hizi bado uko mdogo na hii kazi ya ujenzi inahitaji nguvu nyingi. So wacha ujifunze hii kazi ya ushonaji. Nilifurahia. Yeah. Hivyo ni mjomba wako alikushauri? Alinishauri niingie kazi ya ushonaji. Yes. Sasa mpenzi mtazamaji angependa kuelewa wakati ulienda kujifunza hii kazi ya kushona ulianzia wapi? Pengine ulisomea wapi? Nilisomea Nairobi kwa jamaa tu wajua kali alikuwa anashona mambo ya masuti. Kuna Nairobi upande wa kazi. Yeye ndiye alikufunza kushona? Ndiye alifundisha kushona. Baada ya kuhitimu masomo yako ulienda wapi? Baada ya kuhitimu masomo tu nilihangaika kidogo tu nyumbani. Jua kali tu kidogo. Ndio nikaenda kujifunza hii kazi ya kushona. Wakati ambapo ulipata ujuzi wa kushona, ukafanya kibarua hapa na pale, ni nini tena kilikusukuma ukaanza tena ukarudi kwa hii kazi yako ya kushona? Hii kazi ya kushona tangu nianze sijaiacha. Isipokuwa vile nilianza na mambo ya masuti, tukaona mambo ya ready made inatupea changamoto sana kwa mambo ya ufundi na mitumba. So nikaona wakati mwingine unaongojea makastoma wakuje upime manguo. Naye wengi makastoma wanajua kwamba ufundi ni waongo. So mtu si rahisi akupatie pesa zote ili uende ulete kitambaa na mshone. So nikaona hii kazi yenyewe iko na changamoto kadhaa. So nikaona ile mtumba naye ni haraka kwa sababu kuna zile za bei rahisi. Watu naye hawana pesa. So kuna zile za bei rahisi watu wanazipenda. Turudi nyuma kidogo. Umesema ulianzishia kwa kushona suti. Yes. Pengine katika hiyo biashara ilikuwaje? Na pengine kutoka kwa customer na competition na ulikuwa unashonea wapi? Hii mambo ya kushona, hii mambo ya masuti sana nimefanya Kisotik na Awendo. Pia Kericho kidogo.
Pia sonika pia nilifanya sonika pia. Sasa tuseme ulianzia uko Awendo na ukashona kwa muda gani? Uko Awendo nilishona wakati nimeajiriwa, nilikuwa nashonea mtu. Huko nilikaa mwaka 1.5. Ni nini kilikusukuma ukaacha kushona hizo masuti ukakuja sasa kuingia kwa mtumba? Masuti kitu yenye nilifanya sana nikaiacha. Nilijaribu sana hata kuweza kununua vitambaa na kuweka stock nzuri kushona sasa. Nikaona makastoma wanakuja moja na wakuja moja mwingine anapima na kupatia deposit. So nikipiga hesabu ile pesa yenye ninapata ile ninatumia, naona baada ya mwezi hata ikiisha nikipiga hesabu naona pesa nyingi zimetumika na sioni kama stock yangu inaendelea. So nikaona hii biashara ni kama niliona ni kama singeweza kumanage vizuri sana, kwa sababu mwingine unapima suti anakuambia next week itachukua, ile siku ya kuchukua akuji. Maybe mwingine alipima akwambia nakuja kesho na amepata pesa kidogo, kufika hiyo kesho yeye anakuja. So wewe ulijua huyu maybe amepata pesa kidogo hata kuja, na unamsugulia yule mwenye alikupatia pesa nyingi kidogo. Yule mwenye alisema nakuja akuji, yule mwenye alisema anakuja ndiye, yule mwenye alisema nakuja akuji. Mwenye uko naye ana hakika ndiye anakuja. So na huyu mwenye anakuja hujamaliza nguo yake. So niliona hii kuna changamoto kadhaa sana. Mbiye mono sana omwanchi omuliriria chinga kitogendete gusanga no monchirerio iga una agotoerera naki ekero aisometie ogusona chianga ekera chakete gusona chisuti chiana kianyate ko bagakonyora obokongu elinde akaimuki egetambo kiro akarengereria enchira engao yara chikoene kibuna onyare ko bagakwenyorera engere ya kirarituko nakio aimokereti egetambo kiro kyogo chaka gusona mitumba monchi muliende chiko kweresira ase obuagare naki mitumbe yiga ekorosi abakwenda oleta ebel kur Nairobi oyebeka oyemiga baka eyanga yanyara ko bakekugoisana igo mwancho murigereria tetogende gusanganere elinda tumanye ase obwagalemu. Sasa ukakuja ukaanza kushona mitumba. Pengine mpenzi mtazamaji angependa kujua hizi mitumba unazishona aje? Hizi mitumba kuna zile tunachukua oversize. Zile size kubwa kule kwa Nairobi. Tunakuja tunafanya fitting. Na tunapiga pass tunauza sokoni. Pengine hizi belts zenye unaongelelea unachukua kutoka wapi? Hizi za Nairobi huwa tuchukui bell. Zile unachukua zile watu wamepiga first na second. Sasa zile zimebaki size kubwa ndio ni bei rahisi. Tunachukua hizo tunabomoa, tunafanya fitting ndio tunauza. Hapa Kisii ndio zile za kuchukua bell kama hizi sweatpant na zile tracks ndio tunachukua bell. Pengine mko na wale customer specific wenye mnaenda wanawapea hizi zenye wamebakisha ndio mnakuja kuzitengeneza? Ndio. Kutoka sites gani? Ni Nairobi peke yake mnatoa ama? Nairobi peke yake ndio tunazipata kwa wingi. Kwa sababu hapa Kisii kuna wale walikuwa wanapangilisha huko wanalete, lakini wanalete unajua ukilete ukienda kuangalia unakuta zile unahitaji maybe ni chache na huko wenye wanazifungua ni wengi. So ukifika huko unapata huyu ako nazo, huyu ako nayo, huyu ako nazo, unachukua kidogo kidogo, ukifika jioni umekusanya mingi unakuja. Pengine mpenzi mtazamaji angependa kuelewa ni aina zipi za nguo huwa mnashona? Nguo zenye tunashona ni trouser officials. Hizi long za pigwa pass. Hizo tunashona. Pia ma sweatpant tunashona. Na pengine upande wa t-shirts pia tunashona. Kwa sababu ukiangalia hapa unaona kuna machines zile za overlock ziko, flat lock ziko, tunashona mpaka matracks. So tuseme wakati wa hata wa campaign kuna manguo tulikuwa tunashona hizi ya UDA. Sasa basically sasa nyinyi mnashona tu mtumba. Ile wakati wenye ulikuwa unashona suti uliacha tu kabisa kushona nini suti? Maybe tuko na customer moja wale wanajua kutoka kitambo. Wanasema bana nina safari ama nataka unishonee suti yangu moja na washonea tu. Mbiye mono sana omwanchi omurigereria buna igweto monchererio yiga ogosana chianga agendete kwereranga ekero ebeleria mutumba yanyare ko bagekuigurwa abantu baoni chianga gosaba onchereria bali be chianga baoni chianga nchira konyora chire oversize chianga chire chinene gwetani ekerengo barabuni go bakubwata ba chigora asekerengo gosaseri igoririe insekegima elinde bachibwata bachimiga elinde chichigoisana omwanchi omurigereria oli ogose onde bwansi oli ogocha
ase chiro rinde kugura eyangerie mugwenerete nabo igwe muisaine ase ligoli rike sana. Pengine sasa utueleze mbona hukuchagua ufanye biashara yako zile side za Awendo ama Sotik ukachagua huu mji wa Kisii? Huu mji wa Kisii vile nilifika niliona kama ili nikubali. Nani alikudirect kuja huu mji wa Kisii? Kuna rafiki yangu tunafanya naye kazi hapa, ndiye alitangulia Kisii. Mlikuwa mnafanya na yeye hapo awali? Kwanza alikuwa anatusupply kutoka Nairobi. Hizi ma t-shirts na hizi ma trucks. Alikuwa anatusupply kutoka Nairobi. Alikuwa anatoka Nairobi anakuja Nusa Daraja. Akienda Homa Bay, sasa tulikuwa tunatoka nyumbani Yugis tunakuja hapa alfajiri. Tunachukua kwanza kabla hajaenda Homa Bay. Sasa akakuja akasettle hapa Kisii. Alikuja akasettle hapa Kisii. Ndio tukaongea na yeye. Nikaona ni vizuri vile alikuwa anafanya biashara, nikaona hapa yenyewe tukibesa hapa hivi Kisii maybe maisha itakuwa ni vizuri. Pengine unaweza aje kombea hii biashara ya sai ya kushona mtumba na wakati ulikuwa unashona suti? Tofauti ni kubwa sana. Tofauti ni kubwa sana kwa sababu ile ya masuti kitampime suti 3 kwa siku sio rahisi. Sasa zingine kuna wakati tunapima suti 2 kwa wiki na malonge tumie 5 6. Lakini ya mtumba tukileta mzigo unaweza shona soko ukiwa mzuri. Kuna mamiezi tuseme kwa mwaka, mwezi wa 4, mwezi wa 8, mwezi wa 12. Kuna mawiki hapo tunaziweka kwa kalenda. Tunajua kuanzia tarehe hii mpaka hii watoto wakifunga wakiwa nyumbani. Tunajua hapa ukienda soko hata ukienda mzigo kiasi fulani unaweza uza mara moja na upige hesabu. Unaweza uza mara moja na upate pesa kubwa ambaye haungeweza kupata ukiwa kusona masuti. Mpenzi mtazamaji angependa kuelewa hizi mtumba zenye mnashona zinakuwa fitting. Ni nyinyi pia bado mnajipelekea kwa soko ama kuna mtu anakuja anazichukua? Hizi tunapeana wholesale. Kwa sababu wewe shona na wewe uende kusinde kwa jua kutoka asubuhi mpaka jioni. Tuko na customer wanakuja wanazichukua wholesale. Pia wanaenda kuuza. Wakati unakombea masaa, wakati ulikuwa unashona suti na wakati saa hii unashona hizi nguo za mtumba, unaikombeaje? Masaa ya kazi hii inahitaji ukae sana. Kwa wakati manguo nyingi zinahitajika inabidi ukae masaa mingi. Masaa zingine hata inabidi unaweza kaa mpaka hata usiku ukifanya kazi. Mbia muno sana omwanchi omuliriria chinga kitogendete gusanganere omonchiriri oyiga oyu ogosona chianga chia mtumba chinga ki agendete koerera naki achagete obonchiriri bwae naki anyate kobaga koborengani obonchiriri bogosona chisuti na boigo echiga chia mtumba kondo mwanchi omuliriria onyere kobaga gotoerera nga yagochi orusi chiange chiga chiaye na gochikiga iga ase agokorera obonchiriri bwae kondo nduchu kwemanyia ase oboimekera chisonire nga yagochi ochira gochi na boigo mechandoki agochi oetera ase obonchiriri oboiga bwaye na matukaria abosio ningi aganeti gochi goikirani igo mwanchi muri to basa gusika to basa konyegerete turasoaso mutima komokeigo tokoirana ntwemanyie amange. Omurigiriria asamangana yugo saseria na korolekana komesete kigima busyu bwabande richi bunerimo Palamax Executive Spa and Baba ekeneke nyosi asuku gingirwa emetindo au yekerero na korolekana komesete boigo mbabwa tobo korolibwa massage magiga yuko gingirwa na gukorerwa steam bath bedikiwa na manikiwa uosokoro isigwa chinchara chiamagoko na maguru na kurusigwa isangwa riririo mire na ritari korolekana buya onye bwanchete gonchorie tuke yao chirangi na korolekana nomunguso kegima ika Palamax Executive Spa and Baba nigo bagotoka imeyumu chokisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabere asepara ya Kisii Migori Highway gosoba kirisime asenamba enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano na iseto eyemo Palamax Executive Spa and Baba.
Sunlight Academy Day and Boarding ni skuru y'uburoso igutuka Nyamache county ya Kisii. Nigebwate ibirasi bya preschool gwike kirasi kya gatano na gatatu. Nigobare asagia abwatobo twareru bwogosomera aborokia nigobaisaine ribagari yo kugosoreria nebintu byo kugosoreria. Nigobobwata mabaga asibirasi ao ayerera onyoreru mwana uribaga asiskuru iryo irianyora megelio no gosomigwa. Chisemi nigo chire chengencho mono naigo asumwano wo aguchinyora guikaba asare yengencho mbabwate gari skuru eje okonya sobo sombi bwabwango batalire nsemu ya Nyamache chimita chimia isano na isatu choka kurwa asibara ya Kisii Kilgoris gusoba kirisimi asenamba enoti isano na ibere enoti isano na isatu isano nemo isano marakabere isano nemo marakabere. Sunlight Academy Day and Boarding Primary School ya kini die bienko bijisemi. Mbiamano sana omwanchi omurigereria chingaki ogendete gusangana inche ase omurobere iga Esabari yobonchereria inyora astinsemo chirichi mitandao nabogotobwatia gwitira Ndizi TV News digital asensemo ya Facebook nabaga asensemo ya YouTube nabagotonya gwitira Ndizi TV News asensemo ya website nabagotonya gwitira www.ndizitv.or.ke mwanchi muriango kwaligania ase ensemo ya kabere elinde togenderera gusanga naye ase obwamo machigini. Sasa mpenzi mtazamaji angependa kuelewa zaidi. Wakati unakombea hii biashara yako, upande wa competition iko aje? Upande wa competition iko juu sana. Zaidi. Wakati unalinganisha sasa nyinyi wakati mnashona hizi nguo za mitumba na wale fundi wa kawaida, unaiangaliaje, unailinganisha vipi? Nikilinganisha naona kuna wale wanapenda hizi. Yenyewe kuna wale wapendi fashion mpya. Sasa hizi nguo zako za mtumba huwa mnazipeleka kwa soko ama kuna watu wenye huwa wanakujia? Kuna wale wanakujia soko, pia kuna watu wa kwenda soko. Kutoka kwa hii business yenu kuna watu wenye wanatoka hapa wanaenda kwa soko? Kuna wale wanaenda. Ukilinganisha sasa wakati wamekujia, tuseme wale wenye wamekujia mnawauziaje? Mnawauzia nguo moja ama bale? Wale wanakuja, kuna wale wanachukua wholesale. Wao pia wanaenda kujiuzia. Tukishatengeneza wanakuja wanachukua, wanaenda pia kuuza, tunawapatia wholesale. Wewe kama mwanabiashara au fundi katika hii biashara yako, ni changamoto zipi zile ambazo unapitia katika hii biashara yako? Changamoto iko kadhaa sana. Kwa sababu kuna wakati kuna biashara soko iko chini. So changamoto iko nyingi sana. Pengine hizi materials apart from hizi belts zenye huwa mnawafinya, kitu kama uzi na upande wa machines, utaelezea mpenzi mtazamaji machines zako ulizipata vipi? Hizi mashini tulinunua Nairobi. Ulinunua hiyo wakati umemaliza shule ama? Hizi mashini zilinunua moja, si hata mara moja. Moja. Unajua ukianza uwezi, pesa haikuwa ya kununua zote mara moja. Moja. Yes. Mpenzi mtazamaji angependa kuelewa wakati ulijifunza katika shule ya ufundi, ni hizi machines pia ulikuwa unatumia ama venye teknolojia inaendelea ku advance na machines nazo zinaendelea ku advance? Tulianza na zile ndogo ya kukanyaga. Tulianza hizo ndogo za kukanyaga. Tukafanya naye kwa muda sana. Hizi tangu tuzilete hazijamaliza miaka, kama tuseme sasa ndio zinaelekea miaka 10. Na tangu tujifunze sasa ni miaka karibu 22. So katika hii biashara yako umefanya katika miaka ngapi? Kutoka 99 mpaka sasa ni karibu 23 years. So kuna ujuzi zaidi wa kutosha. Ujuzi ni kweli. Mbiamano sana omwanchi muria chinga kitogendete gusanganera umonchererio yiga unaga saine kweranga ase bonchereria bonde bwensi bune technology egendete gukina nabo igona ya sensemo yago yoboncherere nabo kurigereria chinchera chinya chugokinia ebirengo byago byobonchereria. Sasa katika hii biashara yako customers wako wale wenye unakuja unawashonia nguo huwa wana respond aje kuhusu hii biashara yako? Wana respond vizuri. Unajua customer kuna wale tukienda soko wanakuta zile vitu tumetengeneza ni tofauti na zingine. Still kuna wale wanasona hizi lakini wanatumia hizi mashini za kawaida.
Na hapa kuna kama hii mashine ya overlock inafanya finishing smart. Mtu akiangalia hata hawezi jua kama imerekebishwa. So kuna wale wanatengeneza hizi mashine hizi za kitambo. Tukienda kwa soko tunakuwa na customer kwa sababu wanaona hizi vitu zimetengenezwa vizuri. Pengine katika hii biashara yako wewe unasaidiana na nani? Kuna kijana tunasaidiana hapa. Na wale wengine wa kuuza pia wako. Ukiangalia biashara katika huu mji wa Kisii na ule mji wa Nairobi unailinganisha vipi? Nairobi hapa tunaona ni afadhali kidogo na pia inategemea. Kwa sababu kuna wale wanafanya hii biashara Nairobi lakini sio mafundi. So wanachukua wanapelekea mafundi. So unajua kama wewe ni fundi unakula mara mbili. Unakula labor na unapata profit. Yake gima omwanche omurigereria buno igwete omonchererio yiga agotasemia ngana onyakero begete obonchererio bwago totebaye kerokoni ki wholesale ande ne gwaneta kwarigereria chinjira chinde chiokoreta faida na lito chikomigeka mono bunaere asensemo yae na bakubwata osona bairira asechiro na baigonko bwata bali basona chianga chirigo sichisuti chiri buna design eri omonta atagete asensemo yae chianga chiri okororanga abantu kero baoniri gose chiabeire oversize bakobwata batuguta barabwa sensemo yae nigo bagocha bachimiga asekerengo kebwenerete ayo manchi ekero gochigo taragalia sechiro yago ekero gwepima yanyara kobagie kogoisana. Sasa ukiangalia katika hii biashara yako huwa mnapeleka soko moja ama mnatembelea mahali tofauti? Nenda soko tofauti sana. Kama zipi? Kama Mugonga, ni Sunday, Omabei, leo Wednesday. Kama huyu jamaa ametoka sasa hiyo Omabei, alienda alfajiri. Friday Yugis. Hivyo tuseme kila siku ya soko mko na mahali pa kwenda? Yes, kuna mahali pa kwenda. Ndio. Mbia mono sana omwanchi omurigereria oroche ase ensemo yobonchererio bwigabwe chianga barabuni go bakori chiro mbali gotegemea ase ensemo eyemo igobu naye omosoni gose omonchoreria onde bwensini go gosemi go buna tokobeka obonchereria bwago asa ya mokwari ya chinsemo elinde kwenyorera chi customer chiago. Sasa siku za usoni wewe kama fundi ama miaka mitano ijayo tunatarajia ukue wapi? Kama saa hizi tuseme siku za usoni unajua kuna wakati sasa sitakuwa na nguvu kama vile nilivyo naye sasa. Kwa hata hapo awali kuna wakati ningeweza kusoma hata 72 hours. Sasa hivi nikiangalia nikisoma tuseme sana ni 16 hours. Nikitoka nikianza saa 10 alfajiri nisome mpaka saa 4 usiku. Nimechoka kabisa. Kwa hivyo siku za usoni najua ya kwamba nguvu itapungua. Kwa hivyo sasa hivi tunakaa sana angalau Mungu akitujalia watoto wasome. Yenyewe hata tuseme nikifikisha kama 60 years niwe na mtoto ambaye yuko shuleni. So inamaanisha itakuwa nimechoka. Itakuwa ni kidogo kidogo tu sasa. Pengine hii biashara yenu mnafikiria kuipanua vipi? Yenyewe tunafikiria kuipanua kwa sababu kama sasa hivi unaona tunashona. Na ingeweza tuna mipango ya kwamba kuna hata wale tumewafundisha kazi. Na pia tunatarajia kuwa na mafundi ambapo sasa ukileta mzigo wengine wanashona na angalau unapata nafasi mzuri sana, si ati wewe ndio unaleta mzigo, wewe ndio unashona, wewe ndio unaona sasa. Angalau tunatarajia tuwe hata watu wa kushona pia ambaye sasa sisi tunafanya tu kuleta mzigo na kupeana, angalau pia utakuwa umepeana opportunity kwa wengine nayo wapate ajira kidogo. Pengine katika ufundi wenu kuna watu mmeweza kufunza jinsi ya kushona? Tumefundisha wengi sana. Tumefundisha wengi. Malipo inategemea sasa. Kuna mtu anakuja akona mahitaji lakini maybe hata ni familia ama ni rafiki, unaona hana uwezo sana. So unaangalia vile utamsaidia. Kuna wengine hata unaona mtu amekuja yenyewe mtoto wanatoka familia watajiweza lakini mtoto ni msumbufu hataki kusoma. So ukiona mtu kama huyu unaona yenyewe akona pesa. Sasa zingine mkiongea na yeye bei au our bargain, mwingine unasema tu wacha tu tutaona vile itakuwa. Anakupatia pesa mzuri hata kuliko mwenye ungemlipisha. Pengine ukiangalia katika hii biashara yenu unaweza kuilinganisha vipi na wale wenye wanashona nguo za design tofauti? Hapo sasa unajua inategemea vile umejipanga. Kuna wale wanashona manguo zingine lakini unakuta mtu kuna vile mtu ameseti akili yake. Unajua hii biashara ni hesabu. Kuna mtu wewe una target ya pesa ngapi kwa wiki kulingana na mahitaji yako na familia. Unaweza kuwa na familia yenye kila siku usipopata 2000
familia wanahangaika. So hapo inategemea mtu anashona manguo mpya, lakini ukienda kwake unaona anapiga hesabu, mimi nikipata 500 kwa siku niko sawa. So inategemea ni familia na vile mtu anapiga mahesabu zake. Pengine wewe katika hii biashara yako wewe unalinganisha aje familia na biashara yako? Familia nayo ni muhimu na biashara ni muhimu. So lazima uangalie njia nzuri ya control. Huwezi weka biashara mbele sana, familia weke nyuma. Hapo lazima familia kwanza. Kwa sababu hii pesa unatafuta kujenga familia. Mbia kigima omwanchi omurigereria chinga kitogendete gusanganere omonchereria unagendete gotoerera nga ekero gwachakire obwonchereria bwago nere buya gwatwara target gite ekero otete gukora obwonchereria bwago na ritonyara kobago konyora asara enene. Katika hizi machines zenye mnatumia sai, pengine kuna upande wa technology kuna zenye zime advance. Nyinyi kama wafanyi biashara wa hizi nguo, pengine siku za usoni mngependa kutumia teknolojia ipi? Tuseme kwa sasa hivi hizi machines zetu tunaona kama ziko juu. Hatuoni kama kuna zile zingine, kwa sababu hata ukienda kwa industry kubwa unakuta tu kama hizi zenyewe. Isipokuwa zile hatuna, tuseme tu kama ni zile za kuweka buttons. Ndio watu dili hizi kwa buttons. But hizi ndio tunaona bado ziko juu. Ukienda hata industrial area zile makampuni ama hizo makampuni za kushona ni hizi tu wako nazo. Pengine wakati customer amekuja, tuseme yeye hataki hizi nguo za mtumba, anataka mumshonee tuseme kama suti ama kitenge hivi, na anakupea design. Kuna design zingine unajua mtu akiwa na picha uwezi jua kama hii ndio design anataka. Yes, utaiangalia, lakini ukishona akataa aseme sio alikuwa anataka. Cases kama hizo huwa mna handle vipi? Tuseme hizo nilikuwa nazo hapo awali sana, tuseme miaka 10 iliyopita. Because wakati nilisoma tailoring, nilisoma mpaka dressmaking. So kwa upande wangu hakuna nguo yenye sijui. Hizo kuna wale wanaleta hata kwa simu hivi naangalia najua hii. Inashona na inatoka hivyo. Kwa hivyo hiyo kuliona vile tulisoma, hii kazi tulisomea sana. Pengine mtu ukimshonea nguo hujasema ijamfurahisha, kwa upande wako wewe unachukuliaje hiyo neno? Unajua customer ndio mkubwa. Na kuna mtu anaweza lete kitu umeshona vile alikuwa anataka exactly, lakini maybe aliona kwa mwingine haja kuelezea, ama picha yenye amelete sio ile aliona exactly. So unaangalia tu vile unamconvince vizuri, unamuongeleza vizuri, ili yenyewe nguo ukishona vizuri hata maybe customer mwingine anaweza kuwa kwa karibu, anaweza kulete yeye anaweza kumwelezea kwamba hii kitu iko hivi. So mtu anaweza kuja na picha lakini sio ile aliona, hii ni nyingine. Kwa hivyo hapo unaangalia tu vile unamuongeleza vizuri, hata yeye akitoka atoke kama kuna roho mzuri ya kwamba wenyewe wametengeneza. Maybe atakuwa hajaridhika, lakini akitembea na hiyo nguo huko nje watu watamueleza na hiyo nguo kusmart aje. Ni kweli. So anarudi anasema fungu lenyewe hii hata vile nilikuwa ninaelezea watu wameniambia nguo iko smart. Pengine katika upande wenu huwa mnapea wosia customers wenu, mnawa advice? Yes, tuna advice. Kuna mtu anaweza kuja na design ambaye hata unaona yenyewe sio mzuri sana, unamuelezea kwamba maybe upendi mwanafunzi, unaambia hii nguo usishone tu kwa vile uliona wengine wakivaa. Wewe angalia familia ile unatoka na vile unataka kuwa siku za usoni. So ni kuangalia vizuri, naona kama uko na future mzuri, usivae hii design. Kuna wengine tu wanavaa kwa vile watu wanavaa. Na wewe mwenyewe ukiangalia unaona hii yenyewe ni design sio mzuri sana. Unaweza kumuelezea, umwambie hebu angalia hii yenyewe naona ni mzuri. Hebu ukiangalia na hii sasa kulingana na wewe ukivaa hii itakutoa smart kuliko hii. Wanasema kwa lugha yenu erokamano. Ndiamana sana omwanzi omurigereria ase okobana into ekortwaga chagete omorobere igabwe Esabari yobonchereria wekera bono iga twaikire omoelio chinga kiechiga ase kwagebere kogusangana inche nogosemeria kwane buna kwabere kogwesemia chinchira chinya chugokinia ebirengo byobonchereria bwabo. Omwanzi omurigire inyora chinsemo chimitandao sensemo ya Facebook na bagotonya gwetira Ndizi TV News Digital, na bega sensemo ya YouTube na bagotonya gwetira Ndizi TV News. Asensemo ya website na bagotonya gwetira www.ndizitv.or.ke. Oika weekend tumira na eli tukobuneliga ebiro bunebiga asitokumira no monchereri onde nere atoerere Esabari ya yobonchire eli tere ne Frida Kerubo ngukoganeria oboligereria obia.